and understand the cost of following Jesus, then your life will, my life, your life will be simple. Simple. Why? I understand what Jesus tells me every day. I take my initiative. Mimi uchukuanga hatua, ila ameniambia ninafanya. Lakini hii sitaki hii kwa sababu nataka umuelewa Yesu zaidi kuliko miujiza. Miujiza itafanya mtu afike mahali ingine aanze kuchanganyikiwa, lakini neno utachanganyikiwa. And kuna kitu hapa ningependa kusema kabla sijamaliza. Do you know without the word you don't get a breakthrough in your prayers? Bila neno hautapenya. Neno linakuletea what can I call you? Yaani huruma fulani ndani yako. Unakumbuka vile neno lilisema huruma fulani inakuja ndani yako, you find yourself kneeling down. Napata huko kwa magoti. Sio kwa pretend. You find yourself down on your knees praying. Why? Why? It is because of that context. Bwana Yesu asifiwe sana. It is because of that context, that touch. Bwana Yesu asifiwe sana. It is because of that touch. Uguso wa neno, because you understood it fully. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio ati nikuje tu hapa for example niseme the scorns, he who scorns instruction will pay for it. Alafu namalizia hapa naanza kuhubiri. Then what is that? You will find yourself out of context. But when you read some verses like 4, 5, 6, you find that there is something you can get understand. Jesus, you can be able to now to get a vision of heaven. You understand where you are coming from and where you are going. Now, for example here, he who scorns instruction, he who despises instruction will pay for it. Atakaye kataa maagizo, atafanya nini? Atalipia. Bwana Yesu asifiwe sana. But he who respects a command is rewarded. Lakini yeye anaye heshimu amri ufanya nini? Utunukiwa. Si ndio tunasema hivyo? Is rewarded. So good understanding wins favor. Kuelewa kuzuri, ukielewa neno vizuri, good understanding wins favor, but the way of unfaithful is hard. Kuna kitu tumepata hapo. Unapoelewa vizuri, unapata nini? Nimesema hapo, unapata kibali mbele ya Mungu. Kama una teach what you don't even understand, you will go out of God's speech. There is something God wants to speak. Kuna kitu Mungu anataka kunena, lakini kwa sababu usoma mpaka mahali pale, you find yourself here. Now, finally kuna mtu atakuja kuuliza swali. Aniulize swali hapo. What were you been taught? Umefundishwa nini? You find myself talking of one verse, a section where I went out where I was teaching, but when I go step by step in the word, like now 10 to 20 verses, or a context, or a chapter, I find myself moving together with who? God. You move together with God. But now when you read a verse, you read some sections, you don't study the Bible. Unapata wewe mtu umefika mahali kwingine, you are out of God's speech. Ndio, lakini kuna wakati utakuja kujihukumu kwa wakati utaulizwa swali mahali kwa sababu kuna mahali ulifanya nini? Ulidanganya. So it is good that when we understand the Bible, we study the Bible, we pray together, we study the Bible, we pray together, with the context even 10 verses, 3 verses, 5, 6 verses. From up there now we can ask ourselves, what was Jesus talking about? What was Moses talking here? What was God telling his people? What was God commanding? Why did God command his people here? Why was he commanding them? What was he telling them? Why did he tell them this? Na kutoka pale when we rise up to pray, niangalia tunaomba kama bulldozer wa imani. We shake. No demon can get away through because we are a people full of what? Of the word. Bwana Yesu asifiwe sana. So